Bwana Yesu asifiwe wapendwa katika Kristo. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii nzuri tena ya kuwa mbele yenu. Karibu tuingie katika neno la Mungu ambalo lina uwezo wa kubadilisha maisha yako leo. Leo tutasoma katika kitabu cha Injili ya Luka ile 19 mstari wake wa kwanza mpaka wa 10. Mungu akubariki unapofungua moyo wako kupokea neno hili. Karibu sana kwenye channel hii ya House of Prayer. Popote unapoangalia, Mungu ana kusudi na maisha yako. Tafadhali share ujumbe huu na ukae tayari kupokea neno la Mungu. Twende moja kwa moja, kwanza tusome ili neno, Injili ya Luka 19 mstari wake wa kwanza mpaka wa 10. Kwanza tuombe kabla hatujasoma neno lenyewe. Amen. Na hii ni historia ya Zakayo, inapatikana katika Luka 19 mstari wake wa kwanza mpaka wa 10. Kwanza tuombe ili tuingie moja kwa moja kusoma neno lenyewe. Amen. Baba, katika jina la Yesu tunaingia katika neno lako. Roho Mtakatifu atusaidie kuelewa na kutenda mapenzi yako. Amina. Ninasoma katika jina la Yesu. Luka 19 mstari wake wa kwanza mpaka wa 10. Inasema, naye alipoingia Yeriko alipita katikati yao, na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika utoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi kwa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa alikuja kupitia njia ile. Na Yesu alipofika mahala pale, alitizama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani kwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote, wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia, Bwana, tazama, Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na nikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara mbili. Amen. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kila kilichopotea. Amen. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Kitabu hichi kinatufundisha nini, au kinataka tuelewe nini? Tunaona kuwa Zakayo alikuwa mkuu wa watoza ushuru katika mji wa Yeriko, na alikuwa tajiri sana, lakini watu wengi hawakumpenda kwa sababu watoza ushuru walionekana kuwa wadhalimu na wenye kushirikiana na Warumi. Liko pale siku moja Yesu Kristo alipokuwa akipita kwenda Yeriko, Zakayo alitaka sana kumwona Yesu kwa sababu alikuwa ni mfupi wa kimo na kulikuwa na umati sana, na yeye alitaka kumwona Yesu. Basi alipanda juu ya mti ili amuone Yesu, ili aweze kumwona Yesu. Yesu alipofika mahala pale, alimwangalia Zakayo na kusema, Zakayo, shuka, kwa kuwa maana leo inanipasa kwenda nyumbani kwako. Amen. Nakupa tu muktasari wa hayo maandiko ambayo tumeyasoma. Amen. Tunaona Zakayo alishuka haraka na kumpokea Yesu kwa furaha. Watu wengi walinung'unika pale na kusema Yesu ameingia nyumba kwa mtu mwenye dhambi, lakini Zakayo alisimama na kusema, tazama Bwana, nusu ya mali zangu nawapa maskini, na kama nilimdhulumu mtu kwa namna yoyote, nitamrudishia mara mbili. Ndipo Yesu akasema, leo wokovu umefika nyumbani humu. Wapendwa katika Kristo, kuna mambo mengi ambayo tunapaswa kujifunza katika historia hii ya Zakayo. Mafundisho ambayo tunapaswa kujifunza kuyajua. Yesu anawapenda watu wote, hata waliodharauliwa. Toba ya kweli huleta mabadiliko katika maisha, au huleta mabadiliko ya maisha. Kukutana na Yesu kunabadilisha moyo wako. Kwa hiyo unapokutana na Yesu, jua kwamba moyo wako utabadilika.
Mungu utafuta waliopotea ili waokolewe. Amen. Sasa ndugu yangu, tunakwenda kuchambua mistari yenyewe katika Injili hii ya Luka 19 mstari wake wa kwanza mpaka wa 10. Tunaona kutamani kumwona Yesu. Zakayo alikuwa na hamu kubwa ya kumwona Yesu hadi alipanda juu ya mti. Wapendwa, inatupasa tujivishe utayari wa Zakayo. Tunapaswa kuwa kama Zakayo. Tunapaswa kuwa na shauku ya kumtafuta Mungu kama Zakayo bila kujali vikwazo. Mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo yenu yote. Amen. Vikwazo visiwe sababu ya kukata tamaa. Zakayo alikuwa mfupi na kulikuwa na umati mkubwa, lakini hakukata tamaa. Kwa hiyo changamoto za maisha zisikuzuie kumkaribia Mungu. Yesu anajua kila mtu binafsi. Vikwazo visiwe sababu za wewe kukata tamaa. Zakayo alikuwa mfupi na kulikuwa na umati mkubwa wa watu, lakini hakukata tamaa. Kwa hiyo changamoto za maisha zisiwe kikwazo cha kumkaribia Mungu. Yesu anajua kila mtu binafsi. Tunaona Yesu alimuita Zakayo kwa jina. Kwa hiyo Mungu anatujua au anakujua wewe binafsi na anajali maisha yako. Kwa hiyo Mungu anatujua kila mmoja, tena kwa majina na matendo. Yesu watafuta wenye dhambi. Zakayo watu walimuona ni mwenye dhambi, lakini Yesu aliamua kwenda kushinda nyumbani kwa Zakayo. Amen. Kwa hiyo mpendwa, usiogope na kujihesabia dhambi. Yesu hakuja kwa ajili ya wenye haki tu, bali kuwaokoa waliopotea. Dhambi zako sio kikwazo cha kuokolewa na Bwana. Toba ya kweli huleta mabadiliko. Baada ya kukutana na Yesu, Zakayo aliamua kuwasaidia maskini na kurudisha alichodhulumu. Kwa hiyo mtu anapokutana na Kristo hubadilika tabia na matendo yake. Wokovu huleta mabadiliko katika familia. Yesu alisema, leo wokovu umefika nyumbani humo. Kwa hiyo Mungu anaweza kuleta baraka na wokovu katika nyumba yako. Yesu alikuja kuokoa waliopotea. Ile aya ya 10 inasema, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Hivyo ndivyo mishe kuu ya Yesu Kristo duniani. Hiyo ndio mishe kuu ya Yesu duniani. Amen. Kwa hiyo mpendwa, historia ya Zakayo inatufundisha kuwa hakuna mtu aliye mbali na rehema za Mungu. Mtu yoyote anayemtafuta Yesu kwa moyo wa kweli anaweza kubadilishwa na kupata wokovu. Amen. Shalom, shalom. Asante kwa kunisikiliza na mbarikiwe sana. Kwaherini.